Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza naomba niwakaribishe sana katika mkutano huu, mkutano wa Argus Fertilizer Africa ambao umeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwakutanisha wataalamu mbalimbali, wawekezaji mbalimbali na wadau wote kwa ujumla ili kujadili mambo mbalimbali muhimu katika kukuza na kuendeleza tasnia ya mbolea sio tu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika bara zima la Afrika. Mkutano huu unatoa nafasi ya wadau mbalimbali kujadili namna bora ya kuendeleza tasnia ya mbolea. Kwanza kabisa tunaangalia namna ambavyo zile mada zilivyopangwa. Mada hizi zinalenga kwanza kuangalia ambavyo wakulima wetu nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla wanaweza kupata hizi mbolea kwa gharama nafuu na mbolea sahihi. Tutaongelea masuala ya uwekezaji katika logistics, lakini kikubwa hapa sisi kama nchi yetu Tanzania tunaona mjadala huu ni muhimu sana kwetu kwa sababu kuna mambo mengi muhimu ambayo tumeshayafanya ili kurahisisha upatikanaji na usambazaji wa mbolea. Tunaelewa kwamba mpaka sasa asilimia kubwa ya mbolea zetu zinaagizwa kutoka nje. Kwa hiyo malango muhimu sana ya uingizaji wa mbolea ni kama bandari yetu ya Dar es Salaam, lakini usafirishaji kwenda kwa wakulima unapitia katika njia mbalimbali, kupitia reli, kupitia barabara. Tumeona sasa maendeleo makubwa sana ya urahisishaji wa upakuaji na utoaji wa mbolea katika bandari zetu baada ya maendeleo makubwa sana yaliyofanywa katika sekta ya bandari. Yale mashirikiano yaliyopo kati yetu na wenzetu wa DP World yamerahisisha sana kupunguza muda ambao mbolea zilikuwa zinakaa bandarini. Lakini pia tunaona sasa ile matumizi makubwa ambayo yanaweza kuanza kujitokeza pale ambapo zile barabara zetu zinavyoendelea kuimarika katika barabara kuu na katika barabara za vijijini, lakini matumizi yatakavyoanza kwa kiasi kikubwa matumizi ya reli yetu ya SGR kupeleka mizigo itasaidia sana kurahisisha sana usafirishaji wa mizigo hii kutoka bandarini na kuwafikia wakulima hata kufikia katika nchi zetu za jirani. Vile vile tumeona ni kiasi gani ambacho mjadala huu unatusaidia kuweza kupata fursa ya kutambua maeneo mbalimbali ambayo sisi kama nchi tunaweza tukayatumia vizuri ili kuweza kurahisisha upatikanaji wa mbolea kwa kutumia malighafi ambazo ziko katika nchi yetu. Tuna malighafi kama makaa ya mawe, tuna malighafi kama gesi asilia, lakini vile vile tuna viwanda ambavyo vinatengeneza mbolea ambazo zinatumia malighafi za asili. Tumeanza kuona viwanda vikubwa vikiendelea kutengeneza hizo mbolea zetu ambazo tunaita organomineral fertilizer au mbolea za organomineral ambazo zinatokana na upatikanaji wa malighafi zilizo kwenye nchi yetu, lakini malighafi nyingine ambazo ziko zinatokana na ufugaji, zinatokana na aina mbalimbali za uwekaji wa mbolea zile za asili. Lakini kikubwa kingine ambacho tutapata nafasi ya kujadili ni namna ambavyo ufadhili wa miradi mbalimbali au ufadhili wa mnyororo mzima wa tasnia ya mbolea unaweza kufanyika na kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama ambazo mkulima anazipata katika kununua au kuifikia hiyo mbolea. Sasa hii ni nafasi ya sisi kama nchi kupitia TFRA tumekubali kushiriki kwa sababu ni nafasi ya kuwaonesha pia wadau wetu zile opportunities zilizopo katika nchi yetu ili kuifanya ile tasnia ya mbolea iweze kukua.
tunatarajia matumizi ya mbolea yaweze kukua kwa takriban tani milioni 2.1 ifikapo mwaka 2030. Kwa sasa tuko zaidi ya tani milioni 1 kwa mwaka kwa matumizi ya mbolea ndani ya nchi. Sasa hii ni jambo kubwa ukizingatia kwamba ndani ya miaka mitatu iliyopita tulikuwa tuna uwezo wa kutumia tani 360 tu kwa mwaka. Kwa hiyo haya majadiliano, hii mikutano ni fursa kwetu kwa kuweza kusaidia upatikanaji wa mbolea, lakini kusaidia ile mnyororo mzima wa mbolea kuweza kufanya kazi kwa uhakika na usahihi zaidi. Kwa hiyo